Kenya Cup Week 3 ndio itakuwa the last game day weekend mwaka huu, na tutakuwa na game terrific, ngori sana. Kwanza tutakuwa na decider kati ya Moose na Daystar, the newly promoted teams kwa Kenya Cup. Ni nani atasurvive kwa Kenya Cup? Then tutakuwa na the Lions Derby, KCB watakuwa home versus Strathmore. Then tutakuwa na decider ya kati ya Kenya Harlequins na Black Blood. Ni nani atakuwa na the better chances za kuingia pale playoffs? Karibuni sana kwenye Rugby Nare. Subscribe to the channel kama huja subscribe, na unaweza niambia your comments as we go. Pia gonga hiyo like, na nataka tuanze na Moose. Moose watakuwa home versus Daystar Falcons. Now Moose na Falcons wamekuwa promoted this season, na Moose naweza sema wako na a very similar, wako in a similar situation na Daystar in the sense that games zao zenye wana need kusurvive Kenya Cup ni at least 3 games, and for a guarantee you need 4 games. Na hii game yao between Moose na Daystar ndio itakuwa the 4th game for both of them. The two teams, I think, wako na 3 possible wins later on in the season, lakini hii ndio itakuwa number 4 yenye itawapatia hiyo guarantee ya kusurvive, cause winning 3 games, most teams zinaweza win 3 games na bado kuwe relegated, but for both of them this one ndio itakuwa guarantee that utasurvive. Now for Moose, wako home, na last year championship finals ilikuwa this same matchup, na Daystar came off on top na walishinda away kwa kina Moose. Game ilichezwa hapo hivyo kwa Forest, home ground ya Kabras, na Daystar walidominate hiyo game, wakashinda ina very big dominant and a nice ilikuwa game fiti, but Daystar walidominate hiyo game completely. Now I think Moose wanacheza fiti, so this game might be more competitive kushinda hiyo final ya championship, and it can go either way, but for this one I think nitaside na Moose, because Daystar nilikuwa nimewatrust since that final ya championship. I thought wako na the team that is Kenya Cup material, like Kenya Cup ita survive Kenya Cup, but after kuona vile walicheza Impala Floodies nilianza kuwashuku. Nilishuka kidogo na hiyo rate nilikuwa nimewapandisha, na wako yet kuniprovia that they are a Kenya Cup kind of caliber of team. Juu the first 2 games wamecheza zimekuwa ngumu. Walifungua season na Oilers, then wakacheza na Kabras, na hizo sio games zinaweza determine, sio games unaweza pima strength ya Daystar nayo. So I think the coming games, hii game specifically ndio itakuwa the better litmus test kama they are a Kenya Cup caliber type of team. Na for them and most especially for them, juu ndio their first time kukua kwa Kenya Cup, I think their target ni kusurvive, and that's all they need to focus on. So I think if they win this game, they guarantee themselves kusurvive. The next one nataka tuangalie ni ya Kabras at home versus Impala. Now this game is all about Impala. Impala walipigwa na KCB 87 points to some points hapo hivyo. Then wakapigwa na Oilers, a huge points difference. So is it they are the very bottom of the league with negative 100, and yani by points difference alone. Na ujue kwa hii relegation battle, points difference ndio inakuwa the biggest factor. Juu nimekuambia you can win a few games, but sasa you still get relegated, na kitu wanaangalianga
ni points difference, na saizi Impala wako on the receiving end na hizi points difference. It's terrible. Na sasa naweza kuguarantee hii game versus Kabras wata concede more than 100 points, like iko kwa Forest. You know Kabras at home, yani hiyo ground yao is very intimidating for teams, na I think Impala they need to call an emergency meeting after hizi game mbili. Wanafaa kuwa wamefanya some drastic changes juu they fired their coach the last minute. Ni kama wako prepared for the season. Now look at their results. Mbaya they don't have trust in their coach. Something is wrong hapo hiyo Impala, na wana need to call an emergency meeting, wajue watafute solution how to save their season juu vile vitu zinaenda na vile kuna kaa saizi sioni wakishinda game hata moja this season. I think they go winless this season na wako relegated. It's not looking good. Wanaweza kimbia wajipange haraka kama Kisumu last year walikuwa in a similar situation, wakafanya mambo hapo hivyo, na they acquired a few players who helped save their season. Now Impala they in a similar situation, wana need kujipanga haraka wabadilishe season yao. Oilers watakuwa home playing Kisumu. Now this game is about Kisumu, na Kisumu I think wameanza vizuri season. The first weekend walicheza na Nondis, they didn't get a big points difference. Na vile nimesema Kisumu last year they started with a major hurdle. Walipigwa points mingi and it looked like watakuwa relegated, but then wakajanjaruka and they saved their season. Now this season imeona wamekuja wakiwa prepared. They played KCB hapo hivyo home, hawaku concede a huge deficit. Now wanabalance hiyo points difference yao, na vile wanaendelea I think pia hii game waende hapo Oilers wajipange and wasitoke na deficit kubwa and they will be fine. Na they are doing a good job. I think pia hii game they have to defend with all their might. The next one, KCB watakuwa home versus Strathmore Leos. This is a Lions derby. Na ukisikia jina derby, wewe jua hii game ni personal. Derby kwangu inamaanishaga personal, and to most people we know that derby is another name for the game is going to be personal. KCB wamecheza 2 simple games. Wamecheza versus some 2 weak opponents. Walianza na Impala, then wakacheza na Kisumu. Those are weak opponents. This will be their first big challenge, proper challenge. Tumeona Strathmore on the other hand wamefungwa season with 2 formidable opponents na wakawapiga. So wanakuja kwa hii game wakiwa na hiyo moral. Already wamepiga 2 formidable opponents. Walipiga Black Blood at Bloodbain, which is a very difficult task. Then wakapiga Nondis, one of the biggest teams kwa ligi. Now wanakuja kwa hii game with a lot of confidence. Nikiangalia team zao naweza sema their offensive teams, their offensive line ziko very similar. Ukiangalia their centers, their halfbacks, their wingers wako very similar in their strengths and their capabilities. Na sisemi directly like wana overlap, na I think hii game itakuwa determined by the forwards. Ukiangalia KCB they acquired 2 of Strathmore's best forwards. Walichukua Jojo Ororo na wakachukua John Aswani. Then wakachukua halfback wa Strathmore in Zola ama Steven Osumba. Na hakuna player anatakaga lose to their former team. Nikicompare their forwards sasa, you can see KCB are overwhelmingly stronger than Strathmore Leos, and I think that's where the battle will be. Upon this game will be decided. When it comes to the scrums, I think KCB wata take advantage. Either kama ni wao kana ball, or make sure wana get that penalty advantage so that in case wa fumble ball,
they still come back to this penalty. Na kama wao ndio, kama Strathmore they have the ball, they will make sure that they dominate this scrum and turn over the possession. So these scrums will be very crucial, na hapo ndio game itakuwa decided, especially kwa scrums and the lineouts. That's where the forwards operate mostly. Now, I think that KCB wako na what it takes kushinda hii game, but itakuwa rahisi. As long as Strathmore make sure that commit too many fouls, and make sure wame improve their discipline. Na ukiangalia the previous games wamecheza, they were committing these fouls, walikuwa wanadominated kwa scrum, but still waliabsorb hiyo pressure na wakasurvive kwa hii game na wakashinda hizo game. So I think hadi kwa hii game, when they come, wakiwa wame-improve their discipline, fix those errors, and even boost their forward. Niliona kuna forwards kadhaa hawakuwa wanacheza. If they bring them in, watakuwa boosted and they can, wacha ni washtue, they can even win this game. It's an 80-minute game, and as long as wakuje na the right structural game, wamejipanga vizuri, I think they have what it takes kushinda hiyo game. But I think KCB watajituma washinde hii game for the sake of their new signings wenye wametoka Strathmore Leos, and for that reason tapatia KCB kushinda hiyo game. Nondis watakuwa home versus Nakuru, and Nondis dropped crucial points last weekend, na I think watakuwa look for maximum points, the maximum 5 points versus Nakuru, and Nakuru in my opinion wako in the relegation zone as early as now. Nikiangalia, they are one of the teams that I think wanaangalia trajectory yao inawaelekeza kwa relegation, and what they need to do is fix their kicks. Kicker wao, he's good but ha execute. Akikick, anakick close but not on target. Ana hata too many kicks, and hizo ni points crucial sana, zinaweza wa boost hadi morale. When you score and convert your tries, that keeps you in the game and gives you morale to keep going. Now last weekend it was a tough game versus Blood. Now this one away hapa Nondis, I think it will be even a tougher game, and I think hapa hivi game itakuwa ngumu. I give it to Nondis. KU Black Blood. Hii ndio nimesema, KU watakuwa wakicontend versus Kenya Harlequins to try and make sure that they guarantee themselves a place in the playoffs. Right now, naweza sema it's only 2 weeks into the season, but nataka kufanya, I want to make my 2 weeks prediction of the playoffs. These two teams zilikuwa playoffs last weekend, but this time around I think team moja itarushwa nje, na hii ndio itakuwa decider. Now for the first 3 positions nazipatia the obvious teams: KCB, Kabras, Oilers, in no particular order. Then the next one nitaweka hapo ndani, nitaweka Strathmore Leos. I think by just beating Nondis, I think hiyo inawa guarantee, na kupiga pia Black Blood, I think that's already a guarantee wataingia playoffs. Then for 5th place nitapatia Nondis, just giving them a benefit of the doubt juu hawajashinda versus a huge opponent, walipigwa na Strathmore, so it's still shaky. Inakaa ni kama wanapigwa virahisi, but I still trust them. I still think they have a very strong team, and wakipatana na these two teams, I think they will beat both of them, and these are the only two teams zenye zinaweza stop kuingia playoffs, and I think watawapiga. Now for these two teams, now how ndio wata decide
who will be the 6th team kuingia hapo hivyo playoffs, na hii game ndio decider. Queens nikiwaangalia naona wanang'ang'ana, they have 2 wins in the bag, so wakikuja kwa hii game watakuwa relax, hawana ile pressure ya kudeliver, like hawana hiyo panic, already they have 2 wins. I mean, coming into this season hawako prepared that wata transition, they transitioned by force. You know the story, and napatia coaches wao props ya kuprepare this team in such a short time, wakakuwa ready for Kenya Cup, and they have 2 wins. Na I think pia moving forward they will be able to fix things as they go. On the other hand, KU walijua wata transition na wakajipanga mapema, so by the time wanaanza Kenya Cup walikuwa ready, washa gel. Ukiangalia team yao, they have a nice mixture of players wako na experience, kina Obat, na pia the new players. So the new players wanakuwa transitioned into Kenya Cup vizuri with a lot of guidance, na I think KU wako prepared kudeal na Queens. I mean, already washa deal na wao time ya Impala Floodies, they dealt with them, and I think itakuwa the same kwa hii game. That's it. Those are the predictions nilikuwa nazo. Those are my opinions for today. Tell me your opinions. Subscribe to the channel kama huja subscribe. Gonga like kwa hii video, and I'll see you on the next one.